Makosa makubwa matano unayoyafanya wakati wa kutafuta ujauzito, na especially hili kosa la 4 na la 5, nisikilize kwa makini sana, maana ndo linawaathiri watu wengi. Kosa la kwanza ni kufanya mapenzi kila siku au kufanya tendo la ndoa kila siku ukiamini kwamba ndio njia rahisi ya kuweza kubeba ujauzito kwa haraka. Kwanza kabisa hii njia sio sahihi, kwa sababu nitaanza kuzungumzia pia kwa upande wa mwanaume. Mwanaume, ili mbegu za kiume ziweze kuzalishwa au kurudi kwenye ubora wake wa awali, inahitaji masaa 48 mpaka 72 ili mbegu za kiume zirudi kwenye ubora. Kwa hiyo mnaposhiriki tendo la ndoa kila siku, inapelekea kwanza uwezo wa mbegu za kiume kupungua ubora wake, hali ambayo inasababisha ile siku ya ovulation ambayo yai linasubiri mbegu za kiume ikutane na mbegu ambazo ni dhaifu, na mwisho wa siku mbegu za kiume zishindwe kurutubisha mayai ya mwanamke. Ndio maana kuna yule mwanaume ambaye anafanya mapenzi kila siku, ni lazima mbegu zake zinakuwa zinatoka kama maji. Lakini jambo la pili ni msongo wa mawazo ama stress. Unapokuwa na msongo wa mawazo kwa kiasi kikubwa, msongo wa mawazo huwa inaathiri sana mfumo wa hormones kwa mwanamke. Kwa hiyo unapoathiri mfumo wa hormones, inapelekea hormones zishindwe kupevusha vizuri mayai. Mayai yakishindwa kupevushwa, ndio inapelekea mwanamke ushindwe kubeba ujauzito, kwa sababu unakuta kuna yule mwanamke anatafuta ujauzito kwa muda mrefu, anawaza mimba, hali ambayo inaanza kumpelekea hata anapata dalili za mimba wakati sio mjamzito. Jambo la tatu ni kutumia vilainishi au lubricants. Unapotumia vilainishi, kwa mfano mwanamke unakuta ni mkavu ukeni, kwa hiyo njia rahisi ya kutengeneza uke kutokuwa mkavu huwa wanatumia vilainishi, ambapo hivyo vilainishi huwa na kemikali au huwa na bacteria, kwa mfano unapotumia mate, ambayo inapelekea kwenda kuathiri mazingira ya uke kuanzia kwenye hormones, kwenye mayai, ambapo hukupelekea pia kushindwa kubeba ujauzito kwa wakati. Jambo la 4 na kubwa zaidi, kuto kufuatilia afya ya mwanaume, na hili ndio jambo kubwa sana. Mwanamke akiwa habebi mimba, mara nyingi kinachoonekana mwenye matatizo huwa ni mwanamke na sio mwanaume, na ndio unaweza kujikuta mwanamke anahangaika muda mrefu sana kutafuta tiba au kuonana na madaktari, lakini mwanaume hajawahi kwenda kupima hata mara moja. Hivyo kwa mwanaume pia inaweza ikaathiri mwanamke kushindwa kubeba ujauzito. Kwa hiyo mnapotafuta ujauzito kwa muda mrefu, hakikisha wewe na mwanaume wako mnakwenda kufanya vipimo wote kwa pamoja. Lakini jambo la 5 na la mwisho ni kutokuwa mvumilivu. Ninamaanisha nini? Kwa mfano, kuna yule mtu anayetafuta ujauzito, mwezi wa kwanza tu hajabeba mimba, anaanza kuhangaika. Sijui nitabeba mimba. Hapana. Fahamu mfumo wa uzazi au swala la uzazi sio jepesi kama unavyofikiri hivyo. Jipe walau miezi 6 mpaka 8 kutafuta ujauzito mfululizo, lakini ukiona unashindwa kubeba mimba, uanze sasa ndo kuonana na wataalamu wa afya ili waweze kukusaidia. Kwa hiyo epuka haya makosa, yatakuwa ni moja kati ya sababu ambazo zitaendelea kukupelekea kushindwa kubeba ujauzito kwa wakati. Lakini kama unapitia changamoto yoyote ya mfumo wa uzazi, namba zipo kwenye bio, nipigie simu moja kwa moja, nikusikilize na nikushauri kwenye changamoto inayokusumbua.